Hapa tunaenda kutengeneza 3S ya mpia 25. 3S maana yake ni volt 12. Ni series 3 za beti za 3.7. 3.7 tunaenda kutest kwa haraka beti zetu. Kama una multimeter unaweza ukatest na multimeter. Kama una kile kifaa cha kupima current, uelewa ni vizuri zaidi. Kwa beti zangu mimi nazitest, zile ambazo sio naziweka pembeni, zile ambazo zinanionyesha uhai wa beti na kwa nazo. Mara nyingi kama una kifaa cha kupima current unaweza ukapima current. Kwa mfano hapa mimi napima current, nagundua beti yangu iko vizuri. Kwa hiyo nikishapima zote hizo, naenda sasa kuziweka katika mpangilio wa 3S beti zangu kama unavyoziona. Kama una kile kipangilio kizuri unaweza ukachonga kiboksi. Kama mimi kwa njia rahisi kila mtu anaweza, isiyokuwa na gharama, nimechongesha kiboksi, naenda kupanga beti zangu mtindo wa parallel na series. Kwa mfano hapa naanza kupanga parallel kulingana na idadi ya beti zangu. Mfano mimi nimetumia beti 36, hizi 36 ambazo parallel zitakuwa 12. Unaona? Mfano hapa tayari nimeshafikisha beti 12. Hizi ni zote ndazipiga parallel. Sasa natengeneza tena series hapa mbele yake ambazo zitakuwa tena mtindo wa parallel. Unaona? Parallel afu ndo nitakuja kupiga series. Hapa nitatengeneza tena 12 hapa mbele yake. Unaona? Nikishatengeneza 12 hapa nazigeuza vizuri kama unavyoona hapa nimegeuza. Zimeangalia chini. Unaona? Kwa hapa tena nimetengeneza parallel ya PC 12. Haya. Napiga tena parallel nyingine hapa mbele yake. Hapa mbele yake napiga parallel kwa kugeuza. Utakuja kuona baadaye ni nini kimefanyika hapa. Make sure unapanga vizuri bila kukosea, maana ukikosea hizi huwa zinaleta short. Zinakupiga short au zinaungua. Nyingi hazitakiwi ukosee kama unavyoona. Kwa hapa tayari mimi nimeshapanga beti zangu vizuri. Mtindo mzuri kabisa, zimeshikana vizuri. Sasa naenda kuzipiga welding. Kwa mfano hapa unaona kuna piece 12, kuna piece 12, kuna piece 12. Yaani mafungu matatu ya piece 12. Sasa hapa naenda kutumia mashine kama hii, kama nilivyoitangaza ile. Hii na welding vizuri mno, maana una set gear kabisa. Kwa mfano hapa kwenye screen yangu hapa nikiangalia kwa haraka hapa kuna gear inaonekana kwa mbali 35. Mara nyingi natumia gear 35 ili nisitoboe betri. Hii ina gear mpaka 80. Ukitumia gear kubwa maana utatoboa betri. Hapa sasa naenda kutumia hii Niko strip hii nyembamba hii. Hii ni milimita 8 upana, wembamba 0.15. Hizi na zenyewe zote zipo, unapata mita yoyote unayotaka mpaka mita 100 zipo. Au ningeweza kutumia hizi, lakini kwa sababu project yangu haihitaji nguvu kubwa, situmii hii ngumu. Hii ni ngumu alafu iko mbili. Kwa naenda kutumia hii ya kawaida kama unavyoona hapo. Kama unavyoona beti zetu zipo tayari. Unavyoona beti zetu tayari nimeshazipiga welding. Unavyoona, naona imetulia safi kabisa na imenyooka vizuri. Haina kipengele. Unaona? Hapa nikipima hapa ni positive, negative hapa. Maana nitapata volti 12. Naenda kutest kwa multimeter. Multimeter yangu hiyo hapa. Nione nimetengeneza volti 12 kweli au ya mchongo. Naona imekuja 12.73. Japo hizi zitakuwa zimejaa full charge sana. Unaona? Naenda kupima mafungu. Mfano nikipima hapa napata 4.2. Hapa nako 4.2. Hapa nako 4.2. Unaona zimeshajibalance vizuri kabisa. Unaona hapa 4.2 kama unavyoona. Hivi. Alafu napima tena hapa tena napima, napata 4.2. Unaona? Nakuja tena hapa napima 4.2. Kwa hiyo zimeshajibalance vizuri kabisa.
Sasa kwa haraka haraka naenda kuziwekea BMS. Hapa nina BMS na BMS tofauti unavyoona hapa, na BMS 3S ampere 40, hapa na 3S ampere 100, hapa na 3S ampere 25, zote unapata hapa. Hata ukitaka kufanyiwa hivi unafanyiwa huduma yako vizuri. Hapa pia kuna ampere 20. Kwa sababu project yangu ni ya standard, huwa naenda kuweka naenda kuweka hii 3S kama unavyoona. Hii ni 3S ampere ngapi? Ampere 40, sorry, ampere 40 kama unavyoona hivyo. Nafanyaje sasa kwenda kuweka? Utanifuatilia kwa makini. Kwa wale ambao mnajua kuweka sawa, wale ambao bado hamjanani, fuatieni hii video vizuri. BMS hii imeandikwa volt 0 hapa volt 0 hapa volt 4.2 kama nilivyopanga beti zangu. Ukija huku nani utapata 8.4 na hapa 12. Unaona? Hata huku nyuma imeandikwa hivyo. Nitakachofanya mimi naangalia volt 0 iko wapi. Volt 0 ni hii hapa. Hii unavyoona. Naenda kuchungulia beti zangu. Volt 0 iko wapi? Volt 0 naenda kuichungulia. Volt 0 ni hapa negative inapoanzia ndo volt 0. Ukiona tu negative inakoanzia hapa ndo volt 0. Nachofanya sasa, kwa sababu BMS yangu imeshaandaliwa kila kitu, naenda kufanya hivi. Naenda kugeuza mabeti yangu. Unaona hapa volt 0. Naenda kufanya hivi. Naiweka hapa katikati. Ili nani yangu balance vizuri, naiweka hapa katikati. Natoa waya ambao utakuja hapa mpaka kwenye volt 0. Mwingine utakuja hapa volt 4.2. Hii ni balance. Hii na unaja kuweka balancer. Uzuri hii BMS ina balance. Hii ni balancer yake kwa ajili ya kubalance beti kama zilikuwa hazijawiana vizuri. Haya, nikisha unga hapa, nakuja naunga tena hii 8.4 hapa, alafu nakuja kumalizia hii volt 12 hapa mwishoni kabisa kama unavyoona. Fuatilia vizuri kwa makini utaelewa. Haya, kama unavyoona tena hapa ikatie kiboksi, nimeikatia kiboksi kidogo kwa ajili ya kuzuia mgusano. Unaona? Najaribu kuweka hivi kuzuia mgusano. Naenda kuweka tu gundi ya kawaida. Wabunifu msisahau kuwa na hizi glue gun kwa ajili ya kugundishia. Naenda kuweka gundi yangu vizuri ili nani yangu ishike, BMS yangu ishike vizuri kama unavyoona. Naenda kuibana vizuri kabisa. Kama unavyoona naenda kubana vizuri kabisa. Alafu naenda kuangalia kama ndivyo kuonyesha 0. Naweza nikaiweka hata pembeni kulingana na project yangu. Kwa mfano project yangu kama inaruhusu ukaaji wa beti, unaweza kuweka pembeni, unaweza ukaweka huku vyovyote. Lakini mimi nimependelea niweke hapa hivi. Unaenda kuipiga tena gundi vizuri. Naipiga gundi hii, wala usitumie gundi nyingine ambayo itakuumiza kichwa. Tumia hii utamaliza shughuli yako vizuri kabisa. Make sure gundi yako inashika vizuri. Wala usiwe na haraka, nenda tu mdogo. Gundi yako ishike vizuri kama hivi. Nenda kachukue waya, chukua solder na kadhalika. Hapa 0 hapa lazima uweke waya mnene au uweke super copper kama unavyoona super copper. Mimi huwa mara nyingi natumia hizi copper hizi. Natumia hizi copper kwa ajili ya kuunganisha ili nipate current vizuri. Kwa haraka unaona. Unaweza ukaona vizuri na welding na soldering vizuri. Mpaka nihakikishe imebana vizuri kabisa. Wala usiwe hapa nimeanza 0. Make sure unaanza 0. Kikanuni kabisa anza 0. Unaona? Anza 0 vizuri kabisa.
0 kama nilivyofanya hapa hivi. Anza 0 na make sure nashika vizuri kama unavyoona. Hapa naenda kuunganisha volt 4. Volt 4 ni hapa mbele yake. Pia unaweza ukatumia super copper, lakini cha kuzingatia, hakikisha waya hazigusani na nani ya betri. Mfano hii ngozi ya betri haitakiwi iguse, inaweza ikachubua bahati mbaya ikaleta short. Kwa hiyo unaunganisha kwa makini kabisa, unaunganisha kwa makini, nakuja na kunja kichuma hapa. Hapa ni volt 4 kutoka kwenye 0, hapa ni volt 4 sasa. Ilianza 0, sasa hivi imekuja volt 4.2. Na ili kupata matokeo mazuri, hakikisha betri zako unazichaji kwanza, ndio uzipige hiyo project yako. Usipozichaji, mara nyingi unaweza kukuta kuna betri zingine zilikuwa mbovu, kwa hizo zitakuletea shida. Unaona, kwa naenda na soldering vizuri. Hapa nimetoka volt 4.2, sasa hivi nakuja volt 8.4 kwa haraka kabisa bila kupoteza muda. Niende kwa haraka. Wale wabunifu hapa kidogo, ukifuatilia video vizuri unaelewa, kwa sababu hapa sijaikatakata wala sijaienda speed. Nimeenda speed ya standard inayotakiwa. Kwa unaenda mara nyingi mimi napendelea kutumia hizi kopa. Sio lazima utumie kopa, tumia waya tu za kawaida zenye maganda. Unaona? Sasa naenda kumalizia volt 12. Volt 12 hapa ningekushauri utumie waya. Usitumie hizi chuma ambazo ziko uchi. Baadaye zinaweza zikagusana bahati mbaya. Kwa hiyo hapa naenda kumalizia volt 12, fungu la mwisho hili. Fungu la mwisho naenda kumalizia hapa kama unavyoona. Ni project yetu ili ikamilike. Kumbuka sio hapa, ni hapa. Make sure ni hapa pa volt 12. Na uzuri BMS yetu ina balance vision. Unachagua BMS yenye balance vision. Vision hiyo ambayo tafsiri yake ni kwamba ina uwezo wa kubalance betri pale zinapoenda ndivyo sivyo. Unaweza ukachuna waya wako vizuri kama unavyoona, na chuna kawaida kabisa. Usitumie nguvu kubwa ya mambo ya gharama. Tengeneza vya kwako tu vya kawaida. Tengeneza vya kwako vya kawaida kama unavyoona. Nimeshamaliza project yangu. Naenda kuikagua project yangu, usikute kuna sehemu nilikosea. Hapa nilianza 0, kaja 0 hapa, nikaenda volt 4, nikaenda 8, nikaenda 12. Ili kuhakikisha naenda kuchukua multimeter yangu na pima kabisa. Naenda kuchukua automatic multimeter, zitakuja soon, usiwe na haraka. Nakuja kupima terminal ya BMS, positive na ni negative and positive. Multimeter yangu imenisomea 12.7. Hizi mara nyingi nitakuja 12.6. Sema mita yangu iko mbele ya muda sana, ila ni point tu, ila hii ni 12.6. Yenyewe imekadiria 12.7. Kwa hiyo unaona jinsi gani imeshamaliza project yangu. Ukiona hii balance hii inapata moto kidogo, hii inapata kimoto kidogo, ujue ina balance betri zako zilikuwa haziko vizuri. Hii ni 3S BMS ampia 40 na betri zangu ni ampia 25. Hii sasa unaweza ukaiwekea kwenye tunasema inverter na vitu vingine. Kwa betri yetu iko tayari. Nikitaka kuchajishia simu na hii naleta tu zile moduli za step down na ziunganisha hapo, na chaji simu, naleta inverter naweka, naleta taa naweka, vitu vyote kama unavyoviona.